Rahabu alikuwa ni kahaba, lakini kwenye mitego yake alikutana na watu wawili. Kwenye akili zake alifikiri ni wanaume wa kawaida, akawachukua akawapeleka mpaka nyumbani kwake. Anategemea kana kwamba angepata ngono kwao. Wanaume wakamwambia, sisi hatujaja kwa kazi hiyo, tufiche. Rahabu akawaficha juu. Baadaye wanamwambia Rahabu, umepona wewe na nyumba yako yote. Kamuulize Naamani mkoma, atakwambia alikuwa na msichana wa kazi au sigeli kabisa, ambaye hawezi kuchangia chochote kwenye maisha. Lakini siku ambayo Mungu anataka kupita kwenye nyumba ya Naamani mkoma, alimtumia msichana wa kazi. Tambua mazingira Mungu anayoyatumia kukutanisha na watu ili uweze kutunza hazina za watu. Ukiwa na muda, kamwangalia Ibrahimu ambaye alikuwa amekaa tu nyumbani kwake, amekaa ametulia, anaona watu wanateremka, hawajajitambulisha kama ni malaika, hajajitambulisha, akawakaribisha nyumbani kwake. Hivi ndivyo watu wanakutana na watu. Watu wengi hatujui namna Mungu anatukutanisha na watu ambao tunapaswa ama kuwasaidia ama watusaidie sisi, na kwa sababu hiyo tunawaharibu wengine. Mmeshawatukanana nao kabisa. So kuna watu ambao lazima tufike mahali tujue mazingira Mungu anaotuandalia kukutana na watu. Wengi tumepoteza misaada ya kimungu kwa sababu ya kutokujua mazingira. Kwa mfano, kwenye kesi yangu hiyo unaona ni ajali na ni bahati mbaya, lakini Mungu alikuwa anamtafuta mtu ambaye ameitwa hapa mara nyingi na hajawahi kuja, na utamwona atakuja hapa kushuhudia. Sasa ujiulize, ni watu wangapi ulijikuta hadi umewatukana matusi, lakini Mungu aliwaleta kwako, ama uwasaidie ama wakusaidie. Tambua mazingira anayoyatumia Mungu kukuletea watu. Usifikirie ni mazingira mazuri peke yake. Kuna mazingira mengine yanakuwa ni mabaya kabisa. Unashangaa unasingiziwa na kesi, unapelekwa lock up. Ujiulize, hata kwa nini mimi niko lock up huku? Ujiulize. Wewe umekaa tu unasema huyu jamani nikitoka nitamkomesha. Mungu anajua nimekuleta hapa. Kuna watu nataka ukutane nao, kuna vitu nataka usikie. Na wewe kwa sababu ujui, unakaa pale kwa hasira. Na hasira ikishakaa namna hiyo, hata kama kilikuwa ni kitu cha siku moja, kitakaa miaka 5. Tambua mazingira. Mungu aliniambia niseme, tambua mazingira anayoyatumia Mungu kukutanisha na watu. Be sensitive enough to discern that this scenario is not just a normal scenario. Hii hali niliyokutana nayo sio hali ya kawaida. There is something that God is communicating in my life. There is something that God is communicating in my life. God is communicating in my life. Rahabu alikutana na wanaume wangapi? Unajua, ingekuwa ni wanawake, amkini Rahabu angewaacha kabisa, hata asiwakaribisha nyumbani kwake. Hawajanisikia, kwa sababu wale walikuwa yule alikuwa ni kahaba, na ni kahaba wa mji. So ukiona analeta wanaume nyumbani kwake, anajua anachokifanya ni nini. So ameona wanaume akawakaribisha, wakaingia nyumbani kwake. Kumbe ndio wakombozi watakaoikomboa familia yake. Hujanielewa bado? Ukikutana na Yesu, muulize kwa habari ya mwanamke Msamaria, atakwambia namna Yesu alikutana na mwanamke Msamaria mwenye hatima ya Samaria nzima. Ukisoma Biblia utagundua mwanamke Msamaria ndiye alikuwa amebeba hatima ya Samaria, lakini badala yake ndiye kahaba wa Samaria nzima. Umenisikia kitu nasema? Umenisikia kitu nasema? Huyu mwanamke Msamaria ndiye aliyekuwa amebeba hatima ya Samaria nzima, ingawa ndiye kahaba wa Samaria nzima. Yesu alipoangalia namna gani nitaifikia Samaria, akagundua there is a woman aliyebeba hatima ya Samaria, but she is a prostitute. Kuna watu yamkini mnakaa na makahaba barabara nyumbani kwenu, wamepangisha pamoja na wewe, na namna unavyowasodoa sasa, namna unavyoangalia sasa, namna unavyojiona ulivyo mtakatifu na unafaa sasa, Mungu mwenyewe anashangaa, anasema, hivi hujajua amepangisha na wewe ili kwamba kupitia wewe anijue, ili wewe uwe msaada? Hujajua? Unakaa unamwangalia, sema hapana huyu, hapana huyu. Yesu akaangalia namna gani nitaipata Samaria, akasema kuna mwanamke aliyebeba hatima ya Samaria, lakini ni kahaba. Akashuka Samaria, akaenda kutega kwenye kisima. Unaweza ukaenda Sheli, lakini kumbe pale Sheli kuna kitu Mungu anakisema na haujui.
Yamkini kuna mtu unakopa kwake dukani kuliko unaofikiri, lakini hujajua nini Mungu anasema. Ukiishiwa kidogo, hata watoto wanajua kwamba kwa fulani, lakini hujawahi kuwaza hata siku moja, what does God communicate? Yesu akaenda akakaa kwenye kisima. Nilishasema hapa, kwa tamaduni za Kiyahudi Yesu kukutwa pale, it is a taboo, it is not allowed. Lakini akaenda kukaa kwenye kisima namna hii. Mwanamke akaja, Yesu anaanza kuongea naye, maji 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 maji. Akasema huyu handsome ametoka wapi? Alafu Yesu anamwambia, yani maji ninayokupa nikikupa mimi utakauone kiu? Akambia, mimi nipe hayo mimi nataka. Yani kichwani kwake kote anawaza ukahaba, anawaza zinaa, anawaza uharibifu. Nisikilize, itakusaidia. Nisikilize vizuri, itakusaidia. Yesu akiwa amekaa pale, akaongea naye. Baadaye akamuuliza, mume wako yuko wapi? Mwanamke akasema, mimi nilijua tu mizunguko yote hiyo unaishia hapa, sina mume. Jibu alilolisema si la kweli, kwa sababu alikuwa na ambaye ameshikamana naye kwa wakati. Yesu anamwambia, umejibu vyema, huna mume, kwa sababu hata uliye naye, yani kinachoipa ukweli statement yako, huyo uliye naye umeibia mtu, sio wa kwako. Hawajanisikia. Kwa tafsiri nyingine, kama ungekuwa hujaibia mtu ungekuwa umenidanganya, lakini ile ya kwamba umeniambia sina mume ni kweli, maana hata uliye naye sio wa kwako. Sio kwamba hana, alikuwa naye lakini sio wa kwake, kaibia mtu. Akamwambia, naona wewe ni nabii. Akamwambia, ndio hivyo wewe. Ngoja nisubiri hapa, ninaweza kwenda kupiga filimbi mtaa mzima ukakujia wewe hapa wakusikilize. Mwanamke Msamaria akaenda kupiga filimbi, mtaa mzima ukaja kwa Yesu, Samaria nzima ikaokoka. Tambua mazingira ambayo Mungu anayatumia kukukutanisha na watu ili uweze kutunza hazina za watu Mungu anaoachia kwenye maisha. Akaleta Samaria nzima na Samaria ikaokoka, ikamjua Mungu. Yesu angekuwa amezarau mazingira ya kisimani Samaria ingemjua Mungu. Ni muhimu sana tufike mahali tujue ni njia gani Mungu anazozitumia kutuletea watu. Ni mazingira gani Mungu anayoyatumia kukuleta karibu na watu. Mazingira mengine yanaweza kuwa ni magumu kabisa, lakini hayo mazingira Mungu anayakusudia kwa sababu. Okay. Yesu alipoangalia kule Wagerasi, ni nani anayetakiwa kuiokoa Gerasi nzima? Alimuona mwanaume anayeishi makaburini na ana mapepo. Kwa hiyo statement ya kwanza Yesu ni kwamba naenda wapi? Wagerasi, na chombo hichi lazima kifike ng'ambo karibu na makaburi. Yesu akapanda chombo akafika Wagerasi. Yule mtu kule makaburini akamuona Yesu. Huyu jamaa wa makaburini ndiye amebeba hatima ya Gerasi nzima. Kwa tafsiri nyingine ndiye mchungaji wa Wagerasi, kama ilivyokuwa ndiye mchungaji mwanamke Msamaria, ndiye mchungaji wa Samaria nzima. Huyu jamaa ndiye mbebaji wa hatima ya Gerasi nzima, lakini anaishi makaburini, anakula makaburini, anakaa uchi, anajikata na nyembe. Yesu angezarau makaburi ya Wagerasi akaenda kuweka mkutano wa Injili na kuambia kwanza wangemuua kwa mawe, maana alipofanya tu mshuhuda mmoja, muujiza mmoja, walimfukuza wakamwambia, ondoka mipakani mwetu. Unanisikia tunasema? Tambua mazingira anayotumia Mungu kukukutanisha na watu, utaitunza thamani ya watu ambao Mungu anakuletea. Yesu akasema tuvuke mpaka Wagerasi. Anafika Wagerasi namna hii, anamkuta ule jamaa anakuja amebeba hadi na mawe, anataka kumpiga. Kuna watu wengine utakutana nao ni kama wanataka kukutishia maisha, lakini ni sehemu ya hatima yako. If you discern, you come to realize these are very potential people in my life. Sio kama unanisikia kitu nasema, if you come to discern later, you know they are very potential for your life. Kwa sababu huyu jamaa wa Gerasi alitoka mbio, anataka kumpiga Yesu. Ondoka kwetu wewe, kwani unatutesa kabla ya wakati wetu? Yesu akamwangalia, yakaongea mwishoni, akajipa option, mwalimu, tuambie tuingie tukwanguruwe. Akasema mimi nilitaka mfikie hapo, maana siwezi kumwacha huyu mchungaji wa Gerasi nzima kwenye pori la namna hii. Akamwambia
ghafla yale mapepo yakaondoka, yakaingia nguruwe, wakaenda wakafa kwenye maji. Alafu jamaa akabaki akakaa sawa, kichwa kikarudi sawa sawa, amevalishwa nguo. Mji ulipoona jamaa amevaa